Hello Tanzania, karibu sana mkulima na mdau wa kilimo unatufuatilia. Anaitwa Frank Mustafa, mimi ni CEO na founder wa KSP Tanzania Kilimo Smart Project. Yes, awali ya yote ni kushukuru mkulima unayetufuatilia na kutembelea page zetu Kilimo Smart Project kwa kufuatilia habari za kilimo na elimu ambazo tunatoa kupitia kilimo, hususan teknolojia katika kilimo. Leo nina mambo matano ya msingi na ya muhimu zaidi wewe mkulima kuweza kufahamu kabla haujaingia katika kilimo. Ninatambua ya kuwa kuna watu ambao tayari wameanza kilimo kwa muda mrefu na bado hawajaweza kufanikiwa katika kilimo wanachofanya, lakini kuna mwingine amehamasika kufanya kilimo na hajawahi kabisa kufanya kilimo. Kwa hiyo kila mmoja na uhitaji wake katika kilimo. Unapopata elimu, tambua ya kuwa ni lazima ufahamu kwamba ile elimu inaenda kukusaidia kwa namna gani. Sasa mambo matano haya ni ya msingi kwa watu wote, either unaanza au tayari umekwisha kuanza, unataka uweze kufanikiwa zaidi. Jambo la kwanza, kabla haujaanza kufanya kilimo, tayari una eneo lako na eneo lako lina maji. Kabla hujaanza kufanya kitu chochote, pima ardhi, pima udongo, fanya soil testing. Hii ina umuhimu mkubwa sana katika kilimo, japo wakulima wengi wanapuuzia. Moja ya faida ya kufanya soil testing, inakufanya ujue pH ya eneo husika. Mimea inakuwa kulingana na pH. Mimea inaadapt kulingana na pH, na pH za udongo zinatofautiana. pH ya eneo fulani ni tofauti na pH ya eneo fulani, na hata mbegu yenyewe inaota katika pH fulani. Kuna pH ambazo favorable kwa ajili ya mimea fulani na kuna pH ambazo sio favorable. Kwa hiyo unapo test udongo wako utajua kwamba nature udongo huu ni acidic, either ni neutral kwa maana ya au ni base. So baada ya kujua hivyo, utaangalia aina ya zao unalolima kwamba linakubali kwenye pH ya udongo huu au ya mazingira hayo unayolima. Itakusaidia ile mmea uweze kuperform vizuri. Lakini jambo la pili, inakusaidia uweze kujua zile nutrients, virutubishi ambavyo viko kwenye udongo. Virutubishi kazi yake kubwa ni kufanya mmea uweze kukua au kutimiza uhitaji la msingi la mmea. Kama ni ukuaji, basi kirutubishi cha nitrogen kitafanya mmea uweze kukua. Kama ni kuzaa na kutengeneza matunda, kirutubishi aina ya phosphorus, aina ya potassium, phosphorus pamoja na calcium, magnesium pamoja na sulfur vitakusaidia mmea uweze kutengeneza tunda, mmea uweze kuzaa maua mengi kwa ajili ya kutengenezaji wa matunda. Kwa hiyo ukijua udongo wako una mapungufu ya virutubishi, sasa utaenda kununua mbolea ambacho either kina kiwango kikubwa cha virutubishi ili kuweza sasa kurejesha vile virutubishi, uhaba wa virutubishi katika eneo lako, na hiyo itakusaidia eneo lako itakuwa na virutubishi vya kutosha. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili,